stendi. La pili, matumizi mazuri ya muda. Ili upige hatua moja mbele, tumia vizuri muda wako. Tumia vizuri nini? Muda wako. Tusome Waefeso 5:15 na 16. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Katika mambo mnayoangalia, unaangalia mkeo amevaaje, ni sawa. Unaangalia mwenyewe umependeza hujapendeza, ni sawa. Unaangalia biashara inavyoenda, ni sawa. Lakini maandiko yanasema katika vitu vya kuangalia sana, basi angalieni jinsi mnavyoenenda. Angalieni mnavyoendesha maisha yenu hapa mjini, mnavyoishi na Yesu. Angalieni jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima. Kuna namna wasio na hekima wanaenenda, lakini kuna namna mwana wa Mungu anaenenda. Bali kama watu wenye hekima. Wakoje sasa? Tuone sifa yao hapo mbele. Wakoje? Mkiukomboa wakati. Kwa maana weka kituo. Watu wenye hekima wanakomboa wakati. Kukomboa maana yake njoo jela, njoo niki. Huyu jela sasa yeye ndio wakati, ndio muda. Kukomboa maana yake kuutoa sehemu ya hatari. Jela amefungwa. Muda ambao hautumiki sawa sawa, nisikilize kwa makini, ni muda uliofungwa. Ukiutumia muda kwa matumizi mazuri, unakuwa umeukomboa. Usipoutumia vizuri, unaupoteza. Ule muda unaopita umepotea au umekombolewa? Muda umekamatwa, uko tu pale, afu wenyewe unaendaga tu, hausimami. Wewe ndio unatakiwa ujue uutumieje. Ukiutumia vizuri, unakuwa umeunasua. Ukiutumia vibaya, huu muda umezuiliwa. Kwa hiyo ule muda unaopiga story, unaangalia movie mzuri, unaangalia movie, huo ni muda ambao unapotea. Badala ya maendeleo na kukusogeza karibu na Bwana, unaupoteza. Movie sio dhambi, lakini ikizidi kiwango cha neno la Mungu ni tatizo. Movie sio, lakini isizuie muda wa kutafakari neno. Manu, jua kali, uba, sijui nini, hazijawa dhambi bado, lakini zikijaa sana moyoni utashindwa kumtafakari Bwana. Kumtafakari Bwana, anakuja Maria wa jua kali. Unakumbuka kiwango cha Maria na kauli za Maria na yule maana ni Madam Regina, inakuwa kazi